Uhali gani mpenzi mtazamaji wa Mapya Uvira TV, natumaini popote ulipo hujambo. Ilikuwa ni tariki 1 ya mwezi wa 5 siku ya Ijumaa, ama kwa lugha ya Kimombo vendredi, ambapo ilikuwa ni mida ya saa 7 mchana, ambapo mafuriko ya mto wa Kalimabenge iliweza kujaa, na ambapo mafuriko yaliweza kukumba wakaaji mbalimbali na kusababisha hasara kubwa. Vitu vya ndani vyote vingi viliweza kuondoka na baadhi ya watu kupoteza wapendwa wao. Timu ya Mapya Uvira TV iliweza kushuka moja kwa moja katika sehemu ya tukio, nayo baadhi yao walikuwa ni wakaaji wa Nyamianda Avenue Plage d'Or, ambapo waliweza kukumbwa na mafuriko vile na wale wa Kilebola. Da hapa tuliweza kumuonana na mama ambaye aliweza kukumbwa na mafuriko, ambaye anaitwa Mama Gilene, mkaaji wa quartier Nyamianda Avenue Plage d'Or. Naye alikuwa na haya ya kusema. Walikuwa bopeke watoto badogo. Basi kwa neema ya Mungu alisaidia, maji ilitoka ya mingi libomola hapa pembeni yule ya moske pale, alafu ilichuka hapa kote ikaingia ndani ya nyumba. Batoto bakapanda, benzabo bajirani kule nyuma bakawatumia eshele, bakapanda kwa eshele. Mesino ule wa kidogo kuna mwaka 5 maji ilikuwa mwisha mshingo. Erezma bakubaki balikuwa pale, bakamulogota bakamutupa kule kubajirani. Ndio vile unaona vitu vyote nyumbani biliharibika. Tunalomba tu kwa serikali vraiment batuangalilie kama banaweza kutusaidia. Tunalomba aussi na maorganization kama banaweza kutusaidia. Vitu yote biliharibika, manyumba, milango zilipasuka na mai, vitre zilipasuka, kila kitu kiliharibika. Na tulipomuuliza kuhusu ni kipi au ni nini serikali iwafanyie ili maji ya Kalimabenge isiwadhuru tena, naye Mama Gilene alikuwa na haya ya kusema. Tunaweza kulomba na serikali kutusaidia kwa kutufanyia mur de soutènement. Bakanalize ile mtoni ya Kalimabenge, ni mtoni hatutaifungia maji. Lakini kama wanaweza kutusaidia mwaya yetu yenye ilikuwa pale, muliona kisi tulipandisha kamire kunguvu yetu kaishia pale. Sasa tunaweza lomba na serikali kuanza kutupandisha ile mire, kuipandisha kabisa, kukanalize mai, ujengea ile mtoni Kalimabenge, baishushe mur de soutènement mpaka ifike mulak Tanganyika. Peut-être keneza kwa msaada na inaweza kutusaidia na kuokoa pia maisha za wengine. Na je, ana ujumbe gani kuhusu watu waliokumbwa na mafuriko? Naye Mama Gilene alikuwa na haya ya kusema. Basi na mimi natoa ujumbe wa pole kabisa kwa ndugu, kwa marafiki, kwa majirani. Bana tupo wengi ngambo ya huku chini, majamaa nyingi sana ambao zilikumbwa na hii matatizo. Tunatoa tu mkono wa pole kwa ndugu zetu wote na kwa wengine wa ndugu zetu ambao pia walipoteza, kuna watoto walipoteza maisha. Tunatoa pia mkono wa pole kwa zile jamaa. Mama, tunakushukuru. Asante baba. Kwinginepo mpenzi mtazamaji wa Mapya Uvira TV, tumekutana na Hussein Mustafa Lievin, ambaye vile naye ni mkaaji wa quartier Nyamianda Avenue du Plage d'Or. Naye alikuwa na haya ya kusema, ambapo naye vile alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikumbwa na mafuriko ya tariki 1 hii siku ya Ijumaa. Bon, kwa majina kwanza mimi ndio Hussein Mustafa Lievin. Et il est le premier, ilikuwa vers ma 14h si je m'abuse pas. Tulikuwa tuko tunashota mai parce que premièrement ukumala kitu kuna problème ya mai. Kuna problème ya mai, tuko na marobine malupango umema nafaka ta 1 mois itakuya. Alors ça mvula ilianza nyesha vile ile ma 14h kwa tayari ajabu. Tukaanza shota mai juu ya kuangalia gisi ya kufinika ile tâche parce que tupata mai ya robine. Alors tukaji rendre compte ulikuwa uko na shota mai pour que uyase ta bidon moi ilikuwa ni problème. Mais moi, un certain moment, tout hivi après ma 30 minutes en vula à 1 heure comme ça, qu'on a tout mai kabisa inakuya na mai na jina. Et pourtant na sinjo tuko hapa kabisa proche na Kalimabenge, c'est que hapa kunyumba hapa kwetu hapa. Njo ile make mai déjà je parpiller na msingi tujenga nyuma kule. Ileza make equivalent msingi ilikuwa na $30,000, mais ilikuwa sasa gisi ni bure tu. Mai ilikuwa iko naingia mingi sana na tulipoteza vitu.
ile kukimbia walikuwa kwanza chini, tukaanza angalia tutawapandisha yule huku juu ya kuangalia si tutabaipole kushantie huko. Tukasababu mlango wazi, alors njoo mabitu ikapita pita vile. Mais tunashukuru Mungu kisi ilipitikana mchana, tuko wazima si wote, hakuna walikufa, sino ile mabitu tu yenye ilipotea. Bon, c'est juste ça. Maiti moja ya dada Sara kutokea Kashekebwe iliyokotewa maji na Hussein Mustafa akisimulia kupitia microphone ya Mapya Uvira TV, ambapo mtu huyo inasadikika alitoka Kashekebwe akipelekwa na maji na maiti yake ikakutwa na kukamatiwa na vijana ambao walikuwa huko Avenue Plage d'Or. Mustafa Hussein Lievin anasimulia kupitia Mapya Uvira TV. Bon, maafa yalipitikana hapa mu Avenue yetu Plage d'Or ni moya tu. Kwa bebe mwenye alikufaka hapa waliza msababu mnyumba ile kukimbia njoo alikuwa kudiva. Alors mai kamupitika mkuta pale akakufia pale. Mais aussi tulokota maiti hapa chini. Maiti ya dada mmoja anaitwa Sara. Selon ma identité, selon ça babaki alifikaka. Alitoka Kashekebwe njoo maili mtoshaka tukakia mlogota huku. Mkono ilikuwa tu inaonekana, njoo tukafungula tukatoa maiti tukaleta pale wa chef bakaona tukaipeleka ku morgue kule. Bon, njoo mafa tunasabia ile tuliona tu mafa mbili huko. Ule bebe na ule dada. Pole ni sana. Ndio chapo. Na tulipomuuliza kuhusu assistance ya viongozi kama maire de la ville na viongozi wengine wa serikali, je, walikuwa na yapi ya kuambia au ni kitu gani ambacho serikali iliwaambia baada ya kuwafanyia assistance? Naye Hussein Mustafa Lievin alikuwa na haya ya kusema. De la ville adjoint yeye Kifara Kapenda Kiki. Bon, alifikaka kwa tupatia pole na ma promesses mazima kiesiwe tulingiliwa na mamai kwa misaada utapata. Bon, ni ile na tuliona usubuhi watu wampita biko naandika wa chef d'avenue, biko naandika na mais malalamiko yangu mie haiko tu mie presque Plage d'Or baba yote na bajena Plage d'Or parce que huko kwetu si hatuwezi kuwa na besoin sote sagisi ulisikia kama alikwambia pale mchele maharagi petata ya kuletea maharagi yenye ukulaki. Sisi tunaweza kuwa tuna besoin baangalie koma eske batatujengea maparti hapa kumai tu vivre na amani ndio. Mwinginepo tulimuuliza kuhusu wito wake juu ya serikali, naye alikuwa na haya ya kusema. Wito wangu mie kwa serikali ni kutuasiste si population yao. Parce que après Mungu ni l'État. Na hayo serikali ndio wanapasha jua kama eske bataishi na population yao, sino muma evenement sa vile hizi. Sa vile ingekuwa ni usiku sasa nilikwambia, lazima hakuna hata mangitoka mnyumba. Mais bakamata ile intervention kutujenga misingi, ba placer misingi, wanajua ni msingi wanajenga msingi na jina, mai iko nafuata mstari yake. Nadhani kila kitu kitakuwa bien na hata mvula yenyeshi ajabu watakapitikana ma evenement sa vile hizi. Kaka nikushukuru. Asante sana. Na polente. Tushapola. Niaba ya Mapya Uvira TV, mimi ni Sadiki Isa nikikutangazia kutoka mjini Uvira. Fundi mitambo ni Excella Kashindi. Mapya Uvira.